mama utanisamehe? Akamwambia nakusamehe mwanangu, rudi mwanangu. Yes, hivi na hivi. Hata je baba atanipiga? Hakupigi mwanangu, ameshasema hakupigi. Je brother, hakupigi sijui nini. Ana kaka yake Kelvin ni mkorofi. Alipiga sana. Anamchapua basi. Akaidiwa hivyo, lakini bado hakuja nyumbani. Hakuja. Tukakaa Jumapili. Jumatatu. Hatujui mtoto yuko wapi. Jumanne kuna kaka yake mkubwa anaendesha gari la tuazi pale Majengo, akamuona akiwa anaingia kwenye supermarket panaitwa nini Majengo? Ni mall sijui. Pale mall. Akamuona. Kosa alilofanya ni kumuita Junior. Hiyo riadha sio kawaida. Mcheza basketball utamweza wapi? Mbio. Akanipigia sasa hiyo kaka yake. Nimemuona Junior hapa Majengo. Nikawasha pikipiki, nilikuwa Ngarenaro. Nimefika Majengo, tumezunguka, tumeenda kule kwa milionea nani yule marehemu. Zunguka mpaka kule, nikapanda Majengo ya juu na pikipiki, wapi hakuna Junior. Nikahangaika, nikaja Ngarenaro, nikaambiwa jana alikuwepo hapa kwenye basket. Jana jamani mbona hamjamshika? Na nimeeleza. Kwanza nilipoeleza pale, wananiuliza ni nani, nawaambia ni Junior, hawamjui Junior. Ndio baadaye anakuja dada mmoja ni rafiki yake, anamwambia wenzake, anamuulizia nani? Flyboy. Yaani mtoto anaitwa Flyboy. Kasha ipa nickname. Kwamba kwenye ile mchezo kwa ajili ya kucheza kwake basket anaruka sana, wanamuita Flyboy. Nikamwambia jamani, mkimpata namwahidi sitampiga tena. Na ninamruhusu kucheza basketball kuanzia leo. Ili alale tu nyumbani. Basi akaenda pale. Nimeondoka muda huo na mama yake akapigiwa simu. Huyu anampigia. Mama eti amtanipigia tena. Akabembelezwa na mama, basi akasema nitakuja. Mwanangu usitudanganye tena. Juzi ulitudanganya, ukapotea. Naomba ufanye nini? Urudi. Baba hata nipige hata kupiga. Nikaja usiku, mama yake akaniandikia message akaniambia amekuja. Yaani hata sikumkimbilia. Nikafika tu ngamkuta amelala, ameshakula, nikamshukuru Mungu. Tukamwangalia tukamshukuru Mungu. Piga makofi na shangilia Yesu. Jesus. Asubuhi ndio nikamwambia mwanangu, kwa mateso uliotupa hatulali usingizi. Nilikuwa silali kweli kabisa silali. Yaani hata ukisikia mwenzako amegeuka unajua ndiye yeye amerudi. Unakurupuka. Yuko wapi? Mama yake analia, ndo ananimaliza kabisa. Nikulia tu, Yesu mrudishe mwanangu. Sasa ndio kilio kilichotawala ndani ya familia. Imagine mnakula muone mtoto. Amjua amelala wapi? Anakula wapi? Anaishi katika mazingira gani? Shule akanyagi, na shule mkuu wa shule anasoma imani Sombetini. Anasema hatumtaki tena huyo mtoto hapa shuleni. Atapanda mbegu mbaya kwa wanafunzi. Hatakiwi tena. Ameshafukuzwa mara nyingi. Basi nikamwambia mwanangu, unapenda basket? Na kuahidi kuanzia leo cheza basket. Usitoroke tena. Alafu niambie tatizo lilikuwa nini? Anasema kuna mwalimu alikuwa anamtandika. Na akamwambia kazi zote za mwezi mzima ambazo ulikuwa unakuja na daftari moja kwa kukosa ada, nataka kazi zote uhamishie kwenye daftari yako kwa siku moja, na akamtandika siku hiyo. Alafu akafikiria kwamba sijaifanya hiyo kazi naenda kuchapwa. Akakimbia. Akasema ndio nikakimbia. Lakini ikifika jioni naogopa tena nyumbani nitapigwa. Sasa mwanangu ulikuwa unakula wapi? Anasema nilikuwa naenda kufuturu kwa Waislamu. Naenda kufuturu kwa Waislamu. Nalala msikitini. Msikiti wa Waislamu ilinuma sana. Lakini namshukuru Mungu amerudi. Nikaona huku kuna kutakiwa sasa ni kuchukua hatua kumwaibisha shetani. Amen. Anakwenda shule, namshukuru Mungu madhabahu hii. Naamini yamekwisha. Amen. Hebu piga makofi na piga makofi. Kwa ufupi tu ni hayo machache, lakini sifa na utukufu namrudishia Bwana.
Amina. Takutana naye huko Jumia kwenye prayer baadaye. Piga makofi mazito kwa Bwana Yesu. Jesus kanisa. Jesus mama. Nina sababu ya kumshukuru Mungu kwanza. Maana ilikuwa kuna jirani yetu alituomba tumsindikize kanisani. Ni wakati sana, lakini nikasema siwezi kuacha kuja kwenye madhabahu yangu. Maana ninajua kwamba Mungu amejitendea matendo makuu. Amen. Tukaamka asubuhi, mvua inapiga kule kwetu. Changamoto, barabara ni mbovu, matope, lakini pamoja na hayo nikasema lazima nikamrudishe shetani. Amen. Ushuhuda wangu wa kwanza, namshukuru Mungu aliyeniepusha na ajali. Nilikuwa naenda zangu mjini kuchukua mzigo. Nilipofika pale Karoleni chini kidogo, kuna round about hapo katikati. Kwa bahati mbaya pikipiki ilikata breki. Pikipiki iliserereka, badala iende kwa kunyoka ikapiga kona ghafla, ikaingia barabara nyingine hivi, ikaenda ikavaa na pikipiki nyingine. Jesus. Ilipoivaa, yule anazidi kuendesha ili achomoe hii pikipiki yetu kwenye ya kwake, haitoki. Tukaenda kama watu 10 mbele. Yaani tunaburuza mguu mmoja chini, mwingine huko juu. Lakini namshukuru Mungu, maana nilikuwa nasema tu damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu. Namshukuru Mungu, sijapanic, sijaruka kwenye pikipiki. Namshukuru Mungu, malaika walinishikilia pale kwenye hiyo pikipiki. Hatujaangukia chini, yule mwingine hajaanguka chini. Tumebaki baadaye, tulipofika mwisho, ilipokwenda kusimama, wote tuko tumesimama. Kwa hiyo namshukuru Mungu ameniepusha na ajali mbaya, maana ilikuwa ni roundabout, magari yanakuja hivi, mengine yanapanda, mengine yanashuka. Piga makofi mazito kwa Yesu. Sema kila mipango ya adui zangu haitafanikiwa. Ushuhuda wangu wa pili, namshukuru Mungu kwenye ile semina iliyopita ya kugeuziwa majira. Nilikuwa nimepata hali fulani ambayo sijaigundua mapema. Nilikuwa kazini kwangu, yani nimepata hali ambayo ilikuwa na wakwepa wateja mwenyewe. Yaani unakimbia wateja? Na wakimbia wateja mpaka nawaambia watoto mwambie sipo najificha. Nikaenda kwa muda fulani kama nasema nini Mungu wangu, mbona sasa nina badala ni watafute ninawakwepa. Lakini namshukuru Mungu kwenye ile semina ya siku 3 nilimuona Mungu. Maana baada ya semina kuisha Jumatatu sasa iliyoanza, yaani nilishangaa mpaka mimi mwenyewe nikawa najiuliza. Maana sasa wateja wanakuja na wasemesha vizuri na wakarimu vizuri na ninafurahi moyoni kwa kija ninafurahi. Majira unayatumia vizuri. Piga makofi. Hebu mwambie mwenzako na wewe majira yako yaligeuzwa. Maana kuna wakati wa kupata. Sasa Mungu analeta wateja. Unaona ndio alichokuwa anakifanya. Wakati ule atakutafika wakati mwingine wateja hawatakuwepo, lakini kuna vitu alitakiwa vifanye ndani ya majira. Yeye anakimbizwa. Hebu piga makofi mazito kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo nashukuru Mungu, maana pamoja na hayo pia majira kugeuzwa, Mungu akaniunganisha tena na wateja wengine ambao ilikuwa siwajui tena, waliotoka mbali zaidi. Wapya kabisa ambao hawakuwa wateja wangu. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa hilo. Piga makofi. Ushuhuda wangu wa 3, namshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtoto wangu. Nilitoa ushuhuda juzi, lakini ilikuwa sijakamilisha vizuri. Siku hiyo nilitoa ushuhuda, alituma sadaka zake nikatoa madhabahuni. Nilisema kwamba amepata kama favor, maana ilikuwa ende field. Nilisema kwamba ilikuwa ende field, lakini matokeo yake kutokana na yale maombi ya mfungo wa siku 12 niliandika hitaji hilo kwamba Mungu ninaomba mtoto wangu apate kazi. Lakini Mungu akatenda, akapata hiyo kazi, badala ya field akaenda kazi. Lakini ilikuwa wako chini ya miezi 3 kwanza, alafu ndio waingie mkataba. Lakini ninachomshukuru Mungu, namshukuru Mungu maana baada ya kuja na sadaka zake alizotuma hapa madhabahuni, akanipigia simu akaniambia, mama, nashangaa tena muujiza mwingine. Maana yule mkuu wa kampuni alikuja, alisafiri alikuja, akatuambia kwamba si tena kwamba ni habari ya miezi 3 mkiwa chini ya, hapana. Ni kwamba nimekuja msaini mkataba
Wa kazi kabisa. Wa kazi kabisa, kwa hiyo tayari sasa nimeshafanya. Mshangilie. Hebu sema nguvu ya kushukuru na sadaka yako imetenda. So tena mambo ya kuangalia miezi mitatu. Yaani wewe unaingia sasa mfululizo, wewe ndio mwajiriwa kabisa. Hebu pokea na wewe pokea. Kila kilichokwama kianze kwenda. Piga makofi kwa Yesu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hii madhabahu, maana amenitendea. Amina. Na sababu ya kuja kumshukuru Mungu kwa hilo ni kwamba ndani ya familia yetu ni kubwa. Ni familia ambayo inabeba familia 5 ndani ya boma. Lakini kwenye familia ile mimi ndio wa mwisho ndani ya boma, mimi ndio mdogo kabisa, ndio wa mwisho. Kwa hiyo ina maana watoto wangu ndio wadogo. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu hii madhabahu imenitendea kwa namna ya ajabu, maana boma letu ilikuwa ina historia ya ajabu. Watu wanasema hivi ni nini iko kwenye hii boma? Mbona watoto wanasema vivyo vikuu, lakini mbona anaonekana kama marui? Mbona hamna hata anayepata kazi? Lakini sisi tulijua kwamba ni madhabahu. Baada ya kuja hapa tulijua kwamba ni madhabahu inatandika watoto. Lakini nikamshukuru Mungu kwa sababu kuajiriwa ndani ya familia. Piga kelele kwa Yesu. Wapendwa, ninapokutana na nabii, historia ya maisha yako ibadilike. Hivyo tu. Wa mwisho ndo wadogo wao, lakini watoto wanasoma mpaka chuo kikuu lakini wanakaa tu ndani. Hawapati kazi, hawafanyi kazi, na ni university. Kabisa wako wamemaliza hapo. Amen. Piga makofi. Nashukuru sana. Maana nimeona namna ya ajabu hii madhabahu inavyotenda. Nikaona kwamba kwenye hii madhabahu Mungu anajibu. Hakuna kona, yani Mungu anajibu. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Ukikaa kwa uaminifu, Mungu wa hii madhabahu ni mwaminifu sana. Shangilie Yesu vizuri. Kwa hiyo Mungu akubariki mama. Amina. Mungu akubariki baba. Mungu awabariki wana wa Hema la Makimbilio. Sifa na utukufu na mrudishia Bwana Yesu. Amen. Jesus kanisa. Jesus mom. He is my everything mwanangu. Jesus baba. Mimi na shuhuda nyingi. Unaitwa nani mwanangu? Naitwa Fatuma. Mimi ni mtoto wa Hema la Makimbilio. Amina mrembo wangu. Nakaa Mianzini. Mimi kabla sijaja Hema la Makimbilio nilikuwa nikiingia period nauma sana. Nilipokuja Hema la Makimbilio sijaona tena hiyo hali. Naingia tu period kama siku, yani niko tu kawaida. Piga makofi. Mshangilie Yesu. Na ilikutesa kwa muda gani hiyo hali mwanangu? Miaka mingi sana. Ndio. Hata hesabiki. Ndio. Hebu mshangilie Yesu anayeponya ngoma yako. Amen. Ushuhuda wangu wa pili, nilikuwa nina roho ya hofu. Yaani nilikuwa ni muoga, yaani kila saa moyo unaenda mbio. Hata nikiwa kazini, mteja anakuja labda anataka asuke. Ananionyesha kabisa mtindo anataka asuke. Lakini nakuwa na hofu mpaka mikono inatetemeka. Mpaka mikono inatetemeka. Yaani na mtindo unaujua. Lakini mikono inatetemeka mpaka namtoa, yaani sio hivyo alivyotaka. Maana sasa unaogopa. Ndio. Lakini toka nilivyokuja hapa sasa hivi namsuka mteja vizuri. Yaani namsuka vizuri, yaani mpaka akitoka huko nje analetea wateja wengine. Mshangilie Yesu. Wengine wanakimbia wateja. Mteja anakuja yeye anajificha, anasema mwambieni sipo. Haya, huyo naye alikuwa anatetemeka mpaka mikono. Hebu mshangilie Yesu wa hii madhabahu. Ukisema yuko Mungu mahali hapa. Sawa. Sifa na utukufu namrudishia Bwana Yesu. Amen.